Ustaz Sharifu. Kwa hiyo nimetoka tu na Ustaz Sharifu, tumeenda tumefanikisha. Alhamdulillah, Mungu afanye wepesi. Sasa hivi ndo narejea hapa nyumbani. Mguu wa kheri, Mungu kauombea na tunashukuru alhamdulillah, tumeenda kufanya kile kitu ulichonituma. Mungu kafanya wepesi na hapa ndo narudia hapa, narudi nyumbani. Aisee shehe wangu, kwanza nikuombe radhi katika yote ambayo yametokea. Ni kweli nilikutuma, umeenda, umepoteza muda wako, lakini shehe wangu bwana, nimesitisha. Umegairisha? Sababu ni nini sasa mpaka ugairisha? Ni kweli kuna walakini wingi ambao lazima utajiuliza. Lakini tatizo sio mimi. Tatizo ni mzazi wangu ambaye nipo naye pale nyumbani. Na mimi nimeshindwa kumpinga kwa sababu kauli yake ni nzito sana kwangu. Ni kwamba yeye yupo binti ambaye washamuandaa ambaye natakiwa mimi nimuoe. Na mimi nimeshindwa kugoma katika hili. Kwa hiyo kwa muda huu nataka nikuagize sehemu nyingine uniandikie barua unipelekee. Kwa nini ufilishe swala zuri kama hili? Kwa sababu binti wa watu mzuri, amesoma dini, kasoma kwa shehe nani, Shehe Masenga. Ukiangalia msichana mzuri mweupe kabisa ule pale, unaenda kufilisha ndoa? Anyway, sawa, sababu mzazi ni mzazi. Acha niwape taarifa. Naomba hili swala tulifanye siri. Usiwaambie kama mimi nimegailisha hili swala. Vizuri, bora tuwape taarifa ili wajue jinsi kitu gani kinachoendelea, kwa sababu kulu haka wa inkana mura. Sema kweli japokuwa ni chungu au japokuwa inaumiza, lakini bora tuwape taarifa wajue, wasije wakakaa na tamaa wakajua binti yao tayari mambo yanaenda hivi, kumbe huku kuna kitu kimekwamisha. Basi hamna shida shehe wangu, fanya hivyo. Lakini naomba ili swala lingine ulifanye hima sana. Nilompenda mama mtaki tena, alompenda mama mtaki mimi. Kila siku michepuko kwa simu na mingine kaisevu kipolo.